Leo nitaongelea kwa baadhi ya wanawake wenye akili finyu. Akili hizo hazifikirii mustakbal, hazifikirii maisha yao ya baadaye, yanafikiria kwa muda mfupi. Ni wale wanawake wenye kupoteza uwari wao kwa sababu ya wanaume maadui. Wanaume hawa wanataka maslaha kwa muda mfupi tu. Mwanaume yeyote akikuita katika zinaa, ujue huyo ni adui yako, hana salama, huyo ni adui. Sasa wale wanawake wenye kukubali kuitwa katika hii zinaa, wakaridhika katika hii sehemu moja tu, lahadha ndogo, wale wana akili finyu, kwa sababu hawafikirii mustakbali wao na maisha yao ya baadaye. Mwanamke huyu hafikirii kama pengine atakuja kupata ujauzito ikawa ni aibu mbele za watu. Mwanamke huyu hafikirii hata akija akapata ujauzito akaja akayatoa yale mimba, hajui kama atakuja kufanya dhambi nyingine ambayo ni kubwa zaidi, ambayo ni kuua, anaua kiumbe ambacho kipo tumboni mwake. Mwanamke huyu hafikirii kwamba atakuja kupata maradhi. Mwanamke huyu hafikirii hata kama atakuja kupata suul khatima, mwisho mbaya. Mwanamke huyu hafikirii kwamba atakuja kufumaniwa pengine katika ile hali yote, hafikirii. Mwanamke huyu hafikirii kwa kupoteza uwari wake ule itakuja kumsababishia yeye kuchelewa kuolewa. Hafikirii yote haya, anaamua kumridhisha mwanaume. Na haya yanatokezea kwa sababu gani? Kwa sababu ya mahusiano nje ya ndoa. Haya ndio yanayotokezea kwa sababu mwanaume anakaa na wewe muda mrefu, maisha marefu, kisha baadaye nafikia hatua pengine hakujibu message, anakasirikia. Ukijiuliza sababu ni nini, hujui sababu. Mwisho anakuambia, mimi ukitaka sulhu mimi na wewe basi niridhishe. Nini utafanya hapo? Na mwanamke, wewe ushazama katika mapenzi, nini utafanya? Wanaume wanakosa dini sometimes. Utakuta mwanaume anakuvuta katika zinaa, anakuharibia maisha yako na wewe unakubali, na wewe mwanamke unaenda katika ile hali. Wewe mwanamke unahesabika una akili finyu kwa sababu hufikirii mustakbali wako. Ndio mwanamke akawa daima analelewa tu, akitoka katika mikono ya wazazi anaenda katika mikono ya mume, akitoka katika mikono ya mume pengine kaachwa kafiliwa, basi anarudi kwa wazazi. Tofauti na mwanaume anaweza kujilea yeye mwenyewe, lakini mwanamke siku zote analelewa tu. Ukiamua wewe mzazi kumwachia mwanao ajilee mwenyewe, unaenda kumpoteza mwanao huyu. Unampeleka mavyuo, unampeleka maboarding huko, anaathirika na marafiki, kila mmoja na mwanaume, unaenda kumpoteza mwanao.